Karibu katika makala maalum ya ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyoifanya jijini Addis Ababa, Ethiopia, kuanzia tarehe 12 hadi 15 Februari mwaka huu 2026. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliondoka nchini tarehe 12 Februari mwaka 2026 kuelekea Addis Ababa, Ethiopia, kwa ajili ya kushiriki mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU uliofanyika tarehe 14 hadi 15 Februari mwaka 2026. Mkutano huo wa wakuu wa nchi wa Umoja wa Afrika ulifunguliwa rasmi tarehe 14 Februari mwaka 2026 na uliongozwa na kauli mbiu ya mwaka 2026 iliyosema kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na huduma salama za usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya Ajenda 2063. Kauli mbiu hiyo imelenga kuhimiza hatua za pamoja za bara la Afrika katika kuhakikisha usalama wa rasilimali maji, afya ya jamii na maendeleo endelevu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ameendelea kuimarisha diplomasia ya kimkakati kupitia mazungumzo ya pande mbili aliyoyafanya na viongozi wa nchi mbalimbali kando ya mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Tarehe 13 Februari mwaka 2026, Rais Dr. Samia alishiriki katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi KAOSK. Kamati hii ya wakuu wa nchi na serikali wa Afrika inayosimamia mabadiliko ya tabia nchi ilianzishwa mwaka 2009 na mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika AU kwa lengo la kuongoza na kuratibu msimamo wa pamoja wa Afrika katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo ulifanyika chini ya uwenyekiti wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Tanzania imeendelea kuwa mshiriki muhimu ndani ya KAOSK, ikiwa imeongoza kamati ya wataalamu mwaka jana na sasa kupata nafasi ya ujumbe wa kudumu katika ngazi ya wakuu wa nchi. Ushiriki huu unaimarisha nafasi ya nchi katika uundaji wa sera za bara la Afrika na majadiliano ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika mkutano huo, Rais Dr. Samia alielezea mkakati wa Tanzania katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unaolenga kupanua upatikanaji wa nishati safi sambamba na kuimarisha mageuzi ya kiuchumi, huku wakibainisha mpango wa taifa wa kuwekeza katika vyanzo vya nishati jadidifu ikiwemo jua, upepo, joto ardhi na umeme wa maji endelevu, pamoja na kuimarisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Rais Dr. Samia pia alishiriki katika mkutano wa Italia na nchi za Afrika. Mkutano huo uliwakutanisha wakuu wa nchi na serikali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa pamoja katika nyanja za kiuchumi, nishati na masuala ya kiusalama. Tarehe 14 Februari mwaka 2026, Rais Dr. Samia alikutana na kuzungumza na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia, Mheshimiwa Dr. Abiy Ahmed Ali, kabla ya ufunguzi rasmi wa mkutano mkuu wa Umoja wa Afrika, ambapo walijadili kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kukuza biashara na uwekezaji, pamoja na ushirikiano katika sekta za usafiri wa anga na usimamizi wa rasilimali za maji. Aidha, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alishiriki katika mkutano wa ngazi ya juu wa vyombo vya habari uliolenga kujadili ufadhili endelevu wa mapambano dhidi ya malaria barani Afrika, pembezoni mwa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU. Mkutano huo uliandaliwa na Umoja wa Afrika kwa kushirikiana na Umoja wa Viongozi wa Afrika katika mapambano dhidi ya malaria ALMA. Ulilenga kujadili namna ya kuimarisha ufadhili wa ndani wa programu za malaria, kupunguza utegemezi wa misaada ya nje, pamoja na kuimarisha mifumo ya afya barani Afrika. Akizungumza katika mkutano huo, Rais Dr. Samia alisisitiza kuwa mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanahitaji uongozi na usimamizi thabiti wa Waafrika wenyewe, umiliki wa kweli wa programu zake, pamoja na dhamira ya kisiasa ya muda mrefu. Alieleza kuwa vita dhidi ya malaria sio swala la afya pekee, bali ni ajenda ya maendeleo, uchumi na ustawi wa rasilimali watu barani Afrika.
Vilevile Rais Dr. Samia alifanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Angola, Mheshimiwa Joao Lourenco, yaliyojikita katika kukuza ushirikiano kiuchumi, biashara, uwekezaji na maendeleo ya viwanda kati ya Tanzania na Angola. Katika mazungumzo yao, Rais Lourenco wa Angola alikubali kufanya ziara ya kiserikali nchini Tanzania pamoja na kukubali kuwa mgeni rasmi katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026, hatua inayotarajiwa kufungua sura mpya ya ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kuimarisha mahusiano ya kihistoria na ushirikiano wa kimkakati kwa manufaa ya maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa wananchi wa pande zote mbili, hususan katika sekta za nishati, madini, viwanda na miundombinu. Pia Rais Dr. Samia alifanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Komoro, Mheshimiwa Azali Assoumani, na kujadili kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kikanda, hususan katika sekta za biashara, utalii, usafirishaji wa baharini na masuala ya usalama. Rais Assoumani alimshukuru Rais Dr. Samia kwa ushirikiano wa pamoja na mchango wa Tanzania nchini kwake, hususan katika kuimarisha huduma za afya, biashara na masuala ya usalama, akishukuru mchango wa Tanzania katika huduma za kibingwa za matibabu kwa wananchi wa Komoro. Kupitia mazungumzo hayo, Rais Assoumani pia alionyesha nia ya kufanya ziara ya kiserikali nchini Tanzania. Rais Dr. Samia aliridhia ombi hilo. Rais Dr. Samia ameendeleza nafasi ya Tanzania katika jukwaa la Afrika na kimataifa kama sehemu ya kuimarisha diplomasia ya kiuchumi ili kufikia malengo ya Dira 2050. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku hiyo hiyo ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026 alishiriki kikao cha Umoja wa Afrika AU kuhusu G20, ambapo viongozi walipokea taarifa ya matokeo ya mkutano wa viongozi wa G20 uliofanyika tarehe 22 hadi 23 Novemba mwaka 2025. Kikao hicho kilipokea taarifa iliyowasilishwa na Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa, ambaye alifanikiwa kuandaa na kuongoza mkutano wa kwanza kabisa wa G20 kufanyika barani Afrika. Rais Dr. Samia alimpongeza Rais Ramaphosa kwa mafanikio hayo, akiyaeleza kuwa ni ya kihistoria kwa bara la Afrika. Alisema hatua hii ya kihistoria ni fahari kwa Afrika na ni uthibitisho wa kuongezeka kwa ushawishi wa bara letu katika kuunda mijadala ya kimataifa na kutafuta suluhisho kwa changamoto zinazoikabili dunia. Akielezea vipaumbele vya azimio la G20, alisisitiza masuala muhimu kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla, yakiwemo kuimarisha uwezo wa kukabiliana na majanga, kusimamia vyema madeni ya nchi, kuongeza matumizi ya nishati safi, kuongeza thamani ya madini, pamoja na kuhakikisha usalama wa chakula. Rais Dr. Samia pia aliipongeza dhamira ya G20 ya kuongeza matumizi ya nishati safi, akisisitiza kuwa nishati ya uhakika ni msingi wa maendeleo, afya bora na ustawi wa jamii. Aidha, alithibitisha kuendelea kutekeleza vyema jukumu lake kama kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika. Aidha, katika mkutano huo wa 39 wa Umoja wa Afrika, Rais Dr. Samia aliidhinishwa kuwa kinara wa Umoja wa Afrika wa afya ya mama, mtoto na afya ya uzazi, baada ya kuteuliwa kutokana na mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya mwaka 2025 ya kamati ya wakuu wa nchi na serikali kuhusu Africa Centers for Disease Control and Prevention. Rais Dr. Samia atahudumu katika nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Mkurugenzi mkuu wa Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, alimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteuliwa kuwa bingwa wa Umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto pamoja na afya na haki za uzazi na jinsia. Kupitia wadhifa huo, Rais Dr. Samia ataratibu na kuhamasisha juhudi za nchi wanachama wa AU katika kupunguza vifo vya mama na mtoto, kuimarisha mifumo ya afya
na kulinda haki za afya ya uzazi barani Afrika. Halikadhalika, tarehe 15 Februari mwaka 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na kufanya mazungumzo na Naibu Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Bi Amina Mohamed jijini Addis Ababa, Ethiopia. Rais Dr. Samia alieleza dhamira ya Tanzania katika kuendelea kutekeleza mageuzi ya kiuchumi na kiutawala pamoja na kuimarisha ushirikiano wa nchi na Umoja Mataifa UN katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hususan katika sekta zinazogusa maisha ya wananchi wengi ikiwemo afya, elimu, maji safi, usafi wa mazingira na kupunguza umasikini. Rais Dr. Samia alionyesha utayari wa serikali katika kumpokea mjumbe maalum wa Umoja Mataifa aliyeomba kuja nchini kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres. Kwa upande wake, Naibu Mkuu wa Umoja Mataifa Bi Amina Mohamed aliwasilisha salamu za Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres na kuwa anathamini ushirikiano wa karibu uliopo kati ya Tanzania na Umoja Mataifa. Alipongeza Tanzania kwa historia yake ya amani na uthabiti, akieleza kuwa Tanzania imeendelea kuwa mfano wa amani barani Afrika na kutambua juhudi za Rais Dr. Samia katika kuimarisha mifumo ya taasisi na utatuzi wa changamoto kwa njia ya mazungumzo na maridhiano. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alihitimisha ziara yake ya siku 4 jijini Addis Ababa, Ethiopia tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu 2026 na kurejea nyumbani.